Maisha Yasiyo na Mipaka na Daktari Jim Richards. Tunapojifungua wenyewe na wengine kutoka kwa hukumu, tunaingia katika ulimwengu mpya wa uhuru na fursa. Mipaka iliyolainishwa wazi ambayo hapo awali ilidhibiti maisha yetu inatoa njia kwa maono mapya. Tunavuka mipaka ambayo hapo awali ilitudhibiti bila kugundua kuwa iliwahi kuwepo. Kutolewa huku kwa hukumu ni njia ya uzima isiyo na mipaka. Yesu alisema waziwazi, kwa Mungu mambo yote yanawezekana. Mathayo 19:26. Paulo alitangaza kwa ujasiri, yanaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Wafilipi 4:13. Hizi sio imani za kweli za Wakristo wengi. Watu wachache hukubali dhana hizi kama ukweli wa kiroho. Tumezipuuza aya hizi kuwa porojo zisizo na athari katika maisha yetu. Sote tunaamini kwamba Mungu anaweza kufanya lolote. Hatuna hakika kwamba anaweza kufanya lolote kupitia sisi. Kujihukumu kwetu binafsi kumetuweka mbali na neno la Mungu na kutoka kwa kazi iliyokamilika ya Yesu. Zaburi 78:41 nasema hivi kuhusu wana wa Israeli: naam, walirudi nyuma, wakamjaribu Mungu, wakamuweka mtakatifu wa Israeli. Wana wa Israeli walikuwa na ahadi kutoka kwa Mungu, lakini walifanya hukumu juu ya wenyewe ambao iliweka mipaka na Mungu. Wakati wale wapelelezi 12 walipokwenda kupeleleza nchi ya ahadi, walirudi na taarifa hii: uko tuliwaona Wanafeli, wana wa Anaki waliotoka kwa Wanafeli. Nasi tulikuwa kama panzi machoni petu wenyewe, na ndivyo tulivyokuwa machoni pao. Hesabu 13:33. Adui zao hawakuwaona kama panzi. Wana wa Israeli walijiona kama panzi. Hukumu hii ilikuwa mwanzo wa miaka 40 ya kutangatanga jangwani, ambapo mara kwa mara waliweka mipaka ya Mungu. Mwandishi wa barua kwa Waibrania alitulinganisha nao, kwa maana Injili ilihubiriwa na sisi vile vile kama wao, lakini neno lile walilolisikia halikuwafaa wao, kwa kuwa halikuchanganyika na imani kwao waliolisikia. Waibrania 4:2. Ahadi za Mungu hazina faida kwetu tunapozifanya ziwe chini ya hukumu zetu wenyewe. Tunapoinua mawazo yetu juu ya maarifa ya Mungu, yanaunda ngome ambazo zinaweka mipaka ya ndoto na mafanikio yetu. Kukubali hukumu ya Mungu hutuondoa katika mipaka ya kujihukumu. Hivi ndivyo tunavyoingia katika vipimo visivyo na kikomo vya neema yake. Kisha yaliyopita hayatudhibiti tena. Uzoefu uliopita hauanzishi tena fursa zetu za siku hizo. Tunakuwa huru kuwa vile Mungu anasema tulivyo. Tunaweza kuacha maisha ya zamani na hofu zake zote na kuingizwa katika maisha mapya. Katika Mhubiri 8:14, Suleimani alisema kuna ubatili utokeao duniani, ya kwamba wako wenye haki ambao hawatendei sawasawa na kazi ya waovu. Tena wako watu waovu ambao huwatendea sawasawa na kazi ya wenye haki. Na alisema ya kwamba hayo nayo ni ubatili. Kama Suleimani, watu wengi hutazama watoto wa Mungu na kuamua kwamba hakuna faida katika kutembea na Mungu. Baada ya yote, Wakristo hawana bora zaidi kuliko mtu mwingine yeyote. Tena hukumu yetu kuhusu kwa nini inatokea hivi
inatupeleka kwenye udanganyifu. Kwa bahati nzuri, Suleimani hakuacha na uchunguzi huu wa kukatisha tamaa. Katika Mhubiri 9:11 alisema, nikarudi nikaona chini ya jua ya kwamba si wenye mbio washindao katika michezo, wala sio walio hodari washindao vitani, wala si wenye hekima wapatao chakula, wala si watu wa ufahamu wapatao mali, wala si wenye ustadi upendeleao, mbali wakati na bahati wapata wote. Kushinda vita sio kila wakati juu ya nguvu. Utajiri sio kila wakati juu ya kuelewa. Ufunguo wa kushinda sio kuwa na nguvu nyingi au baraka ya fumbo kutoka kwa Mungu. Muhimu ni kuona na kuchangamkia fursa zinazokuja kwetu. Watu wengi hawaoni, wamepofushwa na kuta za mipaka waliojijengea kwa kujihukumu. Mtazamo wetu wa kibinafsi huamua ukiwa hali inaonekana kama fursa au tishio. Mimi binafsi nimeona watu wakifanikiwa pale nilipoogopa kujitosa. Kutojiamini kwangu kulinifanya nisipate mafanikio mengi ambayo yalikuwa ndani ya uwezo wangu. Wakati huo pia nimefaulu pale ambapo wengine walishindwa. Je, unaonaje jinsi sisi sote tunavyowekewa mipaka na mtazamo wetu wa kibinafsi? Tunapoondoa mipaka ya uongo, ya udanganyifu na uwazi wa kibinafsi, mtazamo wetu wa kibinafsi unakuwa mtazamo wa Mungu. Kisha tunaweza kujiona ndani ya Kristo, tukiwezeshwa na neema yake, tukiweza kufanya mambo yote kupitia yeye. Kwa wakati huu, kila seli katika mwili wako inafanya kazi kuleta mtazamo wako wa kibinafsi. Kila seli inafanya kazi hili kuunda mipaka iliyojiwekea au uhuru wa ajabu. Kwa mfano, ikiwa unaamini kwamba ustahili mafanikio, kila seli katika mwili wako inafanya kazi ili kukuzuia kupata mafanikio. Unaweza kuugua na kupoteza kazi yako au kuwa na mtazamo mpya kuelekea kazi nzuri, na hivyo kutimiza hukumu zako zinazoaminika kwa kina. Ikiwa unaamini kuwa ustahili upendo, kila seli katika mwili wako itafanya kazi ili kukuongoza mbali na mahusiano ya upendo. Hisia za wivu au kutokuwa na hakika zinaweza kutoa ambazo huzuia uaminifu unaohitajika kwa kukuza uhusiano unaokua. Hasira isiyoelekeza unaweza kupanda na kuharibu uhusiano mwingine. Unaweza kuchagua tena na tena mtu ambaye haiwezekani kusitawisha upendo naye. Mpaka hiyo yote na mipaka isiyopitika huondolewa unapojiachilia kutoka kwa hukumu zako wewe mwenyewe. Unapokubali kwamba utu wako wa kale pamoja na makosa yako yote ya hukumu tayari umekufa, na kwamba sasa wewe ni mtu mpya katika Kristo, unavuka kutoka kizuizi hadi uhuru. Andiko hili la Methali 18:9 linasema, asiyetumia juhudi zake za kujiponya ni ndugu yake anayejiua. Kutofanya lolote kuweka moyo wako katika utambulisho wote mpya katika Yesu ni sawa na kujiua. Kila siku unapokaa katika mtazamo wako wa zamani wa akili, maamuzi yako ya kibinafsi huiba baadhi ya maisha tele kutoka kwako. Kama wana wa Israeli, unaweka mipaka ya Mungu. Kila dakika ya maisha yako inaweza kuwa ya kuridhisha. Kila upendo unaweza kuwa wa kina na wenye shauku. Kila urafiki unaweza kuwa wenye thawabu, na kila kazi inafanikiwa. Kwa kweli unaweza kuishi maisha tele ikiwa unaamini ukweli kuhusu wewe ni nani ndani ya Yesu. Jinsi gani?
kila siku maisha yako yote. Tumia wakati kujishawishi juu ya utambulisho wako mpya.